Moja kati ya visa vya kusisimua, visa vya kuvutia ni kisa cha nabii Yona katika Biblia. Lakini pia Waislamu wanafahamu kama nabii Yunus. Kama haukifahamu hiki kisa, ni vizuri ukakifahamu. Lakini kama unakifahamu, ni vizuri kujikumbusha. Kwa nini Yona? Kwa nini tujikumbushe kuhusu Yona? Kwanza, Yona ni nani? Na Yona ilikuwaje? Sasa leo natamani nikupe vitu vichache ambavyo vitakuonyesha, lakini pia vitakufunza juu ya habari ya huyu Yona. Yona aliagizwa na Mungu kwenda katika nchi ya Ninawi. Yona bwana alivyoagizwa, yeye akaamua akimbie ile agizo la Mungu. Yona akakimbilia katika nchi ya Tarishishi. Sasa Yona alivyokimbia, alipanda kwenye merikebu. Alivyopanda kwenye merikebu, wakaanza safari, wakaenda, lakini walivyofika katikati ya bahari kachafuka, upepo mkali. Mabaharia wakaanza kutoa vitu, wanatoa, kila kitu walitoa. Lakini kadri walivyokuwa wanazidi kutoa, ndivyo kadri dhoruba ilivyoongezeka. Lakini pia kadri walivyozidi kutoa, Yona alikuwa amelala, hana hili wala lile, mambo safi kabisa. Baharia wakamfuata, wakamuuliza, "Je, una nini wewe Yona? Amka ukamwombe Mungu wako, labda pengine upepo utatulia." Lakini baada ya muda, Yona aliwaambia kwamba mimi ndiye sababu ya ninyi kupata hivi vyote. Mimi ndio sababu ya ninyi kuingia kwenye changamoto. Kwa hiyo naombeni mnitupe baharini. Basi wakaogopa, lakini kwa kuwa hakukuwa na namna, ikabidi wamtupe. Sasa walivyomtupa, bahari kakaa shwari kabisa. Na Yona, tunavyoambiwa kwenye ile simulizi, ni kwamba alimezwa na samaki, akakaa kwenye tumbo la samaki ndani ya siku 3. Na siku ya 3 aliweza kutemwa ufukweni na yule samaki au kutapikwa, na akaenda akaihubiri Injili, na watu wa ile nchi wakafanyaje? Wakamrudia Mungu. Sasa nataka tuchukue kwenye hiki kisa, tumfahamu Yona ni nani katika maisha yetu ya kawaida. Karibu. Basi Yona ni tabia mbaya ambazo tunazo wanadamu. Yona ni zile tabia chafu tulizo nazo. Kwa mfano, wewe binti, huwezi fika salama katika safari yako ya uchumba kwa sababu ya tabia mbaya ya uongo ulionayo. Lakini pia wewe mfanyakazi, hauwezi ukafika mbele au ukaendelea vizuri na kazi kwa sababu ya uchelewaji ulionao kazini. Lakini pia kwa sababu ya uongo kazini, kwa sababu pia ya kupigana ndumba kazini, kwa sababu pia ya uvivu. Kwa hiyo ili uweze kufika salama, ziache hizo tabia, zitupe hizo tabia ulizonazo. Lakini pia watumishi wa Mungu, hauwezi kufika mbele, hauwezi ukasogea mbele na huduma kama hizo tabia bado nazo. Manake yanatokea maovu, wewe unayakumbatia. Vinatokea vitu vibaya, wewe unayakumbatia. Manake huyo ni Yona, unamfuga. Sasa ukiendelea kuwa naye, manake lazima bahari itachafuka, lazima utapata kashikashi. Kwa hiyo Yona ni zile tabia mbaya tulizonazo. Kwa hiyo basi, nini cha kufanya? Basi cha kufanya ni kwamba unapaswa umtupe Yona baharini. Unapaswa umwache Yona aendelee na maisha yake, kwa sababu ameingia kwenye maisha ambayo sio ya kwake. Anatembea kwenye maisha yako kitu ambacho sio sahihi, na atakufanya wewe usifanikiwe, atakufanya wewe usiendelee. Hivyo unapaswa kumtupa Yona ili uweze kufika mbali. Umtupe Yona ili ufanikiwe kwenye masomo, mtupe Yona ili huduma yako iwe vizuri, mtupe Yona ili kazini kwako uwe vizuri, mtupe Yona ili maisha yako ya mahusiano yawe bora, mtupe Yona ili uweze kufanikiwa, kwa sababu yeye amelala, hana hili wala lile, hajui kama unateseka, usingizi anapiga, lakini wewe ndio unaingia kwenye changamoto. Kwa hiyo mtupe Yona uliye naye ili kusudi uweze kufika salamu unakotaka kufika. Naitwa Mwalimu Mpingo.
Karibu sana kwenye channel yangu. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike. Karibu sana. Usisite kuuliza maswali kwa sababu sisi sote tunajifunza. Ninajifunza, ninawafunza, lakini pia na nyinyi mnavyo vingi vya kunifundisha. Kwa hiyo karibu sana 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 sana. Asante.